Kwa hivyo tunaangalia muhtasari wa al-Inkishafi, muhtasari wa al-Inkishafi, na imesema kwamba inadaiwa kwamba utenzi wa inkishafi haukukamilika, kwamba mswada wa asili ulikuwa na beti 77, lakini sasa inkishafi una beti kati ya 77 na 79, kumaanisha kwamba beti mbili za mwisho 78 na 79 ziliongezwa na mtunzi mwingine, na mtunzi alikusudia kutunga beti 99 kwa kuzingatia shanga kwenye tasbihi ya Kiislamu ambayo pia ni idadi ya majina ya Mungu. Ubeti wa 7 na 8 unatuelezea haya. Kwenye ubeti wa 7 mtunzi anasema, makusudi yangu kudhamiri, nda kutunga koja kilidawiri, mivazi ya duri ikinawiri, mikinda ya lulu nyuma nitie. Kwenye ubeti wa 8 anasema, tatunga kifungo kwa kukisafi, nikipange lulu kula tarafi, na ina nikite inkishafi, kiza cha dhunubu kiniukie. Tukiangalia beti hizi mbili, kuna haya maneno ambayo yametumika. Kuna neno kifungo na kuna neno koja. Maneno ambayo yametumika, kuna neno kifungo na kuna neno koja, ambayo yana maana ya tasbihi ambayo huwa na punje 99. Utungo tunaopata una beti 77 hadi 79, hivyo haukukamilika. Huenda mtunzi alifariki kabla ya kumaliza ubeti huu, utenzi huu. Mwishoni, utenzi huu hautaji jina la mtunzi na kutukuza Mungu kama ilivyo kawaida kwa tenzi nyingine, ishara kwamba haukukamilika. Kwa hivyo hapa tunajaribu kuangalia ni kwa nini madai yatolewe kwamba utenzi wetu haukukamilika. Kwa hivyo mwishoni, kuna mazoea ya watunzi wa mashairi kwamba wakati tenzi zinaanza, napata anaanza kwa kutukuza Mungu, atataja majina ya Mungu, amsifu, na hatimaye kule chini utapata pia anatukuza Mwenyezi Mungu. Lakini tofauti na utenzi huu ulivyo, unaanza vizuri kwa sifa hizo, lakini ukifika mwisho ubeti wa 77 hautaji haya maneno. Ndio maana kusema kwamba utenzi huu haukufikia kikomo. Lakini Mlimali anapinga mawazo haya akisema, kwanza, neno kifungo linaweza kuhusu kidani chochote na sio tasbihi. Kwa hivyo ni mjadala. Naye Mlimali anasema, hatuwezi kusema kwa sababu neno kifungo limetumika na limekuwa likinasabishwa sana na Uislamu au tasbihi ya Kiislamu, haiwezi kumaanisha tu kwamba sasa ilikuwa ni lazima ielekeze upande ule. Anasema kwamba linaweza likawa tu ni neno au likarejelea kidani chochote na sio tasbihi ya Kiislamu. Na pili, anasema kumtaja Mungu katika utenzi au katika mashairi ni utamaduni, na bali sio lazima. Kutaja kupo, unaweza ukataja, lakini sio lazima. Kwa hivyo huku kuliweka shairi katika kifungo kwamba mwandishi hakumtaja Mungu pale mwisho na kukamilisha kwa kusema kwamba utenzi haukukamilika, kulingana na Mlimali asema kwamba si hoja, kwa sababu ule ni utamaduni tu, na kwamba sio lazima mshairi ataje. Mshairi anaweza akajiamulia kwa njia yoyote ile ambaye yeye anaelekeza ama ambaye yeye mwenyewe anaridhia ama anataka. Na baadhi ya wataalam wanakataa beti mbili za mwisho, hizi mbili ambazo zinaongezwa 78 na 79,
zinakataliwa na baadhi ya wataalam kwa misingi mbalimbali ambayo tutakuwa tunaiona hapo mbeleni. Kwa hivyo naomba tuangalie katika migawanyo ya beti na hizi beti zinazungumzia nini. Kwanza kuna ubeti wa kwanza hadi 5. Ubeti wa kwanza hadi 5. Hizi kawaida ni beti za utangulizi ambazo zinahimidi Mwenyezi Mungu. Zinamtukuza Mwenyezi Mungu, na pia katika beti hizi mshairi anamwombea mtume na sahaba zake. Anamwombea mtume Muhammad. Ubeti wa 6 hadi 9, mwandishi anatuelekeza katika lengo la utunzi. Anasema ataka kutunga koja la lulu, aliite inkishafi, ili kuleta nuru na hekima na kuondoa kiza cha ujinga. Atakayefuata apate kugofiriwa. Atakayefuata apate kugofiriwa. Lengo la utunzi. Kwa nini mwandishi anatunga shairi lake? Kwa nini alitunga shairi lake? Kwa hivyo anatuambia anataka liwe koja la lulu, aliite inkishafi, lielekeze katika kuleta nuru ya hekima na kuondoa kiza cha ujinga, na pia atakayefuata apate kughufiriwa ama kupata zile nehema za Mwenyezi Mungu Allah. Ubeti wa 10 hadi 31 anasema na moyo wake, anamwambia moyo wake na kuushauri kwamba moyo uache tamaa. Vilevile anaelekeza katika umbo la dunia na kulinganisha dunia na vitu vifuatavyo. Kwanza, analinganisha dunia na bahari iliyochafuka. Pili, analinganisha dunia na kisima kifupi cha maji chenye dume kali linalozuia watu kuyachota. Tatu, analinganisha dunia na vumbi lililoelea angani. Na 4, analinganisha dunia na mazigazi au milenge ya jangwani. Kwa hivyo ukirejelea yale maneno, mazigazi ni vitu mambo ambayo unaweza ukayaona ukadhani yapo, kumbe katika uhalisia unapata kwamba mambo haya hayapo. Kwa hivyo yaitwa mazigazi. Unaweza ukadhania kwamba katika yapo, ukitazama unahisi kwamba unayaona, lakini ukifika pale unaona kama hayapo. Kwa mfano ukitembea barabarani, katika barabara za lami, unaweza ukaona maji mbele, lakini wakati unafika pale unapata hakuna maji. Kwa hivyo mazigazi na milenge. Analinganisha maisha na taa inayowaka kwenye upepo mkali kisha ikazimika. Upepo ukavuma, ukaizidi na mwishowe ikazimika. Anasema dunia ni mwanzo wa maovu, na pia anaelekeza katika kuwataja watu walioiandama dunia na hatimaye wakapotea. Kwa hivyo anasihi moyo wake umrejelee Mungu na kumkataa shetani ili kupata maisha ya akhira. Moyo uache tamaa. Moyo epuka na tamaa za dunia na umrejelee Mungu ili uweze kupata maisha ya akhira. Ukifa ukaweze kupatana na Mungu au ukapata kugufiriwa. Ubeti wa 33 hadi 55, mshairi huyu anaturudisha katika mazingira ya Pate. Katika mazingira ya Pate, miji ya Waswahili. Anatuchorea picha kamili ya wangwana wa Pate. Wangwana wa Pate walioishi katika fahari na utajiri, na majumba yao sasa hivi ni magofu. Kwa hivyo watukufu.
watu waliojivunia, watu waliojipenda, watu waliojitapa, watu waliokuwa na milki zozote zile, utajiri wa kila aina, lakini hivi leo hawapo. Kwa hivyo mwandishi anatupeleka katika mazingira yale ya Pate, au wasema waungwana wa Pate, watu walioishi katika fahari na staradhi zote zile, lakini mwishowe dunia ikawaponza na kutokomea, ama wakafa wakapotea. Majumba yao sasa hivi yamekuwa magofu. Ubeti wa 56 hadi 59, mwandishi anaelekea kwenye ukoo wake, anauliza waliko wahenga wake na anawataja kwa majina kama atakavyokuwa tunaona katika zile beti nyingine. Ubeti wa 60 hadi 64 anaturudisha tena Pate, kwa watukufu wa Pate, na kusema mauti yamekwisha kuwachukua wote, hawapo, wamefariki, dunia ipo lakini imeweza kuwameza wao, hawapo tena. Kwa hivyo ubeti wa 65 mwandishi anaelekeza hadi 70, 65 hadi 70, mwandishi anaelekea katika ng'ambo ya pili ya maisha yatakayompata akifa. Sema kwamba maisha hapa duniani sio ya kudumu, kwamba duniani watu tunapita tu, na upo wakati tutaweza kuondoka na kuenda ile ng'ambo ya pili. Kwa hivyo mwandishi anajaribu kutafakari juu ya yale yatakayompata kama akifa. Baada ya kifo, anasema kwamba kuna hukumu, na dhalimu atahukumiwa kwa udhalimu wake, na mwenye haki kupewa haki yake. Mwenye haki atapewa thawabu. Mwenye haki atapewa thawabu. Ubeti wa 71 hadi 77, adhabu kwa uovu ni motoni, na pia kuna aina za mioto. Wale ambao watafanya maovu kulingana na mwandishi, mshairi na Kurani, tapata kwamba siku ya Kiyama watahukumiwa, na hukumu kwa waovu ni moto. Na pia katika Kurani na Uislamu kuna aina za mioto. Aina hizi ni kama ifuatavyo: kuna moto unaoitwa Jahannam, kuna moto unaitwa Hawia, kuna moto unaitwa Sair, kuna moto unaitwa Ladha, na kuna moto unaitwa Hutama. Kwa hivyo hizi zote zitawafuata wale ambao watatenda maovu, kama anavyosema mshairi katika ubeti wa 71 hadi 77. Beti 78 hadi 79 zinamalizia utenzi. Zina asa wasomi kufuata yaliyomo ili wapate mwisho mwema. Mtunzi na mwenye kumalizia wanaombewa dua. Na kwenye ubeti wa 79 unadhihirisha kuwa huenda beti hizo mbili za mwisho ziliongezwa na mtu mwingine, kama tutakavyokuwa tunaona wakati tutakuwa tunateua baadhi tu ya beti ambazo tutakuwa tunachambua hapa na katika kikundi hiki au katika mtandao huu. Kwa hivyo endelea kufuata, na kama hujaweza kujisajili, naomba uweze kufanya hivyo ili tuende kwa pamoja, na unaweza ukashiriki kiungo hiki kwa wenzako ili wakakipata kwa pamoja, tusaidiane kukuzana na kuimarisha Kiswahili na fasihi yetu ya Kiafrika. Kwa hivyo endelea kukuwa nami, niombee mema nami kuombee mema tunapoendelea katika kazi zetu, katika shughuli yetu ya uchambuzi wa tenzi za kale. Kumbuka kuna utenzi mmoja ambao hatujaweza kukuangalia kufikia sasa, utenzi wa Fumo Liyongo. Na utenzi huo na kuhakikishia kwamba nitakuja kuchambua tena
punde tu nitakapomaliza kuchambua utenzi huu wa al-inkishafi. Shukran.